Mpenzi mtazamaji, nilizungumza nanyi siku zilizopita nikaahidi kuzungumzia habari ya Sabato, lakini kuna Mkristo mwenzetu amehitaji tushirikishane sinagogi ni nini. Basi tunafanya haya mpenzi mtazamaji, kama vile tunavyofanya kwenye jumuiya zetu. Tunaposoma somo kwenye jumuiya tukatafakari. Sasa hii haina tofauti na jinsi tunavyoshirikishana kwenye jumuiya, na hapa tunashirikishana. Sinagogi ni nini? Tushirikishane kwa pamoja tuweze kuona nini maana ya sinagogi. Hebu twende kwenye Marko 1:21 tukaone sinagogi ni nini, tukaone. Wakashika njia mpaka Kapernaumu, na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. Huyu ni Yesu aliingia kwenye sinagogi akafundisha. Sasa sinagogi ni nini? Bado hatujapata maana ya sinagogi ni nini. Mpenzi mtazamaji, kuingia kwenye sinagogi, maana yake sinagogi ni jengo. Ni jengo ambalo kwa wakati huo sinagogi linazungumzwa, tunaweza kuzungumza hekalu. Maana yake hekalu ni jengo na sinagogi nalo lilikuwa ni jengo. Sasa Yesu aliingia kwenye sinagogi akaenda kufundisha. Wako wanaosema kwamba mbona nyinyi hamwingii kwenye sinagogi? Hii ukishindwa kuielewa vizuri, unaweza kuona kama kuna ugumu. Kwa nini hamwingii kwenye sinagogi kama Yesu aliingia? Mpenzi mtazamaji, Yesu aliingia kwa sababu maalum ya kwenda kuwafundisha. Nyumbani kwa baba yake kulikuwa ni hekaluni, huko alikwenda kufundisha. Ukielewa basi mrudi hekaluni kwa ajili ya kusali. Kwa hiyo hekaluni alikuwa kwa nini? Kufundisha. Kwa nini akafundishe hekaluni? Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1-2. Waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana ziko 3. Iko 1, 2, 3. Sasa nataka waraka wa kwanza wa Yohana 2:1-2 tukaone. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Watoto wangu wadogo, naliwaandikia haya ya kwamba mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Na ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, na si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa hiyo Yesu alikuja kwa ajili ya ulimwengu wote, si kwa ajili ya watu wanaosali hekaluni, wala si kwa wale wanaosali kwenye sinagogi, wala si kwa wale wanaosali kanisani. Yesu alikuja kwa ajili ya ulimwengu mzima, hata wale ambao wako kwenye sayari ya Mars. Kuna watu wamefanya ujanja kwenda huko, lakini bado Yesu ndiyo kipatanisho cha dhambi zao. Kwa hiyo Yesu alikuja kwa ajili ya ulimwengu mzima, hazuiliwi kuingia popote. Mpenzi mtazamaji, habari Yesu kuingia hekaluni, kwa hiyo waraka wa Yohana wa kwanza 2:1-2, nafikiri tutakuwa tumeelewana hapo kwenye aya hiyo. Lakini msomaji, hebu twende kwenye kitabu cha Luka 8:41. Luka 8:41, twende tukaone nini nasema.
Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake. Asante.